hapa ndipo unapaswa kukaa mkao. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, ni matumaini yangu kwamba leo hii ubuheri wa afya, wakati ambapo chaguzi ndogo leo hii zimetekelezwa katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Ni matumaini yangu kwamba umefika kwa nyumba salama, ila kwa sasa na kukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi saa moja, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Alhamis tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2025. Langu jina Ronalfa na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Karibu. Na tukianza kutoka kaunti ya Nyamira, ni kwamba uchaguzi mdogo katika kaunti ya Nyamira ulianza kwa idadi ndogo na wapiga kura kuripotiwa katika wadi za Nyamaiya, Ekerenyo na Nyansiongo, huku zoezi likaendelea kwa amani licha ya kisa cha furugu kulipotiwa Nyamaiya, ambapo magari mawili ya wawaniaji yalivamiwa na kupigwa mawe na watu wasiojulikana. Bola kwanza kwa IBC, nataka vile hiyo jina yao iko, nataka ikuwe free and fair, isiegemee upande wote. Wacha yule wapiga kura wamempigia kura atangazwe mshindi, si tofauti na si kando na matarajio ya wananchi wa Nyamaiya, kwa sababu wananchi wa Nyamaiya walikuwa wameshaamua na wameamua. So IBC itangaze kile kitu wananchi wa Nyamaiya wamesema kwa sauti moja. Nimefika around 8:15 and actually voting is going on well, even though the turnout is low, but I hope by around noon the turnout will change to the better. The process is very okay. I have not noted any anomaly, and actually the public, the Arab people around have kept distance. They are away. So it is calm, as you can see. No people who are hanging around here. Yeah, so the voting is fair and transparent. Nimefurahia sana leo. Nilikuwa nimeamka saa 10, by saa 11 nilikuwa kwa kituo. Saa 12 venye wanafungua, I was the first person. I think mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kupiga kura, mkijaribu kuangalia, na nimefurahia sana. Sasa hapa bali tunapiga kula, tunaana tunapiga kwa njia ya taratibu. Kwenye wako wanapanga watu vizuri, tunaendelea vizuri, tunaendelea njia ya taratibu, hata tutamaliza salama. Vituo vingi nimepita, nimeona kwamba kuna watu wachache sana wamejitokeza kupiga kura. Getari tu ndio nimepata mlolongo ni mrefu kiasi, lakini vituo vingine watu hawajajitokeza vizuri. Na waomba tafadhali wajitokeze, wakuja kwa wingi, wakuja wapige kura, ni haki yao, ili wapate kumchagua kiongozi mzuri. Na tukisonga mbele, zoezi la upigaji kura katika wadi ya Chwele Kapchai liliendelea kwa amani katika maeneo mengi licha ya tukio la furugu, ambapo mwanaume mmoja alijeruhiwa vibaya baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana. Inaarifiwa kuwa mwadhiriwa huyo ambaye ni mkazi wa kaunti ya Siaya alikuwa akitekeleza shughuli zake alipokatwa na visu na panga. So we are happy that IEBC is taking. We want to pray that peace iendelee hivi the whole day. Tumeona na some fracas in Mhwea. Police wame take action. I'm happy. One voter who votes from there wenda akaanza kupika watu kwa sababu is an employee of a senior person in this country, lakini raia wakakataa. Ni hali ya kawaida kwamba katika upishi wa ndengu huwa zinaiva na kwingine moja mbili huwa ngumu. Ni hali ya kawaida, na tumekuwa na patashika kidogo katika maeneo mbalimbali.
ambapo vijana wameweza kupigwa na hatua zinazofaa kuchukuliwa zimeanza kuchukuliwa na afisa wa polisi na waliojeruhiwa. Ninawarai na kuwahimiza wapigaji kura kwamba waje wapige kura kwa amani, na mtu anapotumbukiza kura yake aweze kuenda kwake nyumbani ili aweze kungojea matokeo jioni ya leo. Sasa naomba tu watu wetu wa Chwele Kabuchai, hii kura ni ya siku moja na unduku utaishi. Tuamuke tupike kura, tuachane na mambo ya mapanga, tuachane na mambo ya kupikana. Juu walikuwa na hizi magari kubwa za black, ndio mtu akapikipiki kumbe amemwona wakatoroka. Mimi nikasimama kando, wakakuja tu wakaanza kunigonga tu. Hii ndio mmoja yao, huu ndio ni mmoja. Shughuli za upigaji kura ilianza chini ya ulinzi mkali baada ya mgombea wa DCP Douglas Masikonde kuvamiwa jana usiku nyumbani kwake wakati wa mkutano wa majenti wake, huku polisi wakiongoza doria katika vituo vya kupiga kura. Wapiga kura walijitokeza alfajiri kumchagua mwakilishi wao mpya, ingawa idadi yao iliendelea kuwa ndogo katika saa za kwanza za upigaji kura. Nashukuru kwa sababu watu wa Narok Town Ward wameweza kutokea, hata kama hawajatokea kwa wingi kwa sababu ya ile mshtuko walipata siku ya jana, kwa sababu ya polisi walitumwa, wamejaa town, watu wanastuliwa. Na juzi mimi mwenyewe nilipigwa hii mkono na watu wa UDA ambaye ni goons wa UDA, kwa sababu mimi nikiwa katika chama cha Jubilee I've always said cha muhimu ni amani, na kila ambaye imetustua hapa ni kwamba demokrasia watu wanajaribu kuifinyilia chini, lakini kwa yote tutaona kila ambaye kitatokea. Manake kuna complaints ambazo tuko nazo, watu wameweza kutumia fedha kwenda kudanganya watu, wanakuja wanalipa watu kwa malaini. Pia kumekuwa na magari aina ya Probox ambayo imekuwa ikilete watu fulani, wanakuja wanalipa pesa, na mambo kama hayo ndio tunasema ya kwamba Kenya haitakuwa na demokrasia kama watu hawatapewa nafasi. Lakini kwa mimi naamini ya kwamba Mungu atanipa ushindi siku ya leo, kwa sababu hata wanapojaribu kufanya juu chini kuhakikisha kwamba wananunua watu, naamini ya kwamba watu watakula hiyo pesa, lakini watachagua yule mtu ambaye wanataka. Watu ni wachache sana wenye wametokea, na kumekuwa pia na mambo ya watu wanatokea, lakini ni wachache sana compared to last time, because last time tulikuwa na over 700 voters, na wakati huu tumekuwa na nafikiri watu kama 300 kama tumeenda sana. Na hiyo ni kitu ambaye imetuvunja moyo kidogo, manake tulikuwa tunatarajia watu watatokea, especially kwa hii mambo ya UDA ambao wananyanyasa watu. I wish wangetokea tu ndio tutandike hii UDA, maana wanatumia nafasi ya kuharibu watu na kutumia fedha ili kunyanyasa. Yani hiyo ni pesa ya wananchi wanatumia kununua tena watu ndio wasipate. Na Rais William Ruto amefanya mkutano wa ngazi ya juu na ujumbe wa Benki ya Uigizaji na Usafirishaji wa China, hatua inayoimarisha ushirikiano kati ya kimikakati katika Kenya na China katika maendeleo ya uwekezaji. Mazungumzo hayo yametia mkazo kuendeleza ubia wenye manufaa kwa pande zote mbili, wakati makampuni ya China yakizidi kuonyesha imani yao kwa udhibiti wa kiuchumi wa Kenya na utayari wa kupanua uwekezaji nchini. Na kitengo cha uwasilishaji kimeanza rasmi warsha ya juu ya siku ya 4 katika chuo cha serikali cha Kenya mjini Embu, kikikusanya maafisa waandamizi na wataalamu wa uwasilishaji wa serikali na kuweka mkono mmoja kwa kitaifa ili kuharakisha utoaji wa huduma. Warsha hiyo imezinduliwa na naibu mkuu wa wafanyikazi anayehusika na uwasilishaji wa ufanisi wa serikali, Bwana Eliud Owalo, ambaye ameongoza mchakato huo kama msimamizi mdogo na muundo wa uwasilishaji serikalini. In conclusion, ladies and gentlemen, conscious of the need for continuous capacity strengthening,
we shall continue investing in the government delivery unit, regional and county level development implementation committees chaired by the NGAOs, as well as the national coordination structures to succeed. It is time for action. Please let us collaborate and synergize to accelerate the delivery of the promises made by His Excellency the President to the good people of Kenya. Make our country arise and join the First World Club. Let us be remembered that we served our own country gallantly and contributed to a true transformation story during our lifetime. Together we can. Allow me to express profound gratitude to all who continue to drive the delivery agenda with the diligence and passion. Special mention goes to all distinguished guests who are here, Ministry of Interior and National Administration, our key delivery partners, all implementing ministries, departments, and agencies, county governments, and other collaborators within the delivery space, our development partners and private sector supporters, above all, the citizenry whose aspiration we exist to serve. A special appreciation goes to the great government development unit team and the entire organizing committee for their exemplary work. And ultimately, we give glory and honor to the Almighty God, under whose guidance and blessings we can reflect and recommit ourselves to those noble national transformation. Thank you, and let us march together, united, purposeful, committed to delivering a better Kenya for all of us. In my view, the GDU and GAO are tied to the hip. They are like Siamese twins. So I want to encourage you guys to continue working in the same spirit. Our performance as government will hang on our ability, will be based on our ability to tell the wider stakeholder base of government about what the government has done. So some of these resources, the little resources that we have, let's channel some of these resources to support GDU. Let's channel some of these resources to support our NGAO officers so that they are able to execute their mandate effectively. So that at the end of the day, we are able to be seen in the eyes of the stakeholders that we are delivering on our mandate. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika kwa wakati wako, na basi naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea tutazidi kukufahamisha mengi, usiende mbali. Is a strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Ndizi TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia, kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronelfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni.
Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika na karibu tena. Tunaposonga mbele ni kwamba ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Australia unaoongozwa na kikundi cha Zovita huko nchini Kenya kwa lengo ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kuchunguza fursa ya ushirikiano wa pande mbili. Ziara hiyo inalenga kufungua masoko kwa bidhaa muhimu kutoka eneo la Kisii ikiwemo ndizi, mfinyo wa ndizi, kahawa, chai, parachichi na vinyago vya mawe ya kisabuni, huku ukizingatia kuimarisha viwanda vya ndani na hasa kulinda ajira, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Why the delegation is here, as you are aware, our people in Kenya, I've been telling you about the market of our produce, especially our bananas, and that's why you are seeing our banana, Zovita wine, our coffee, we have this, our coffee, Kisii coffee, then we have tea, the avocados, and also we have the soapstone. Those are the key products from here, which will be exporting to Australia. Now we have started a collaboration between Kenya and Australia. We are going to have bilateral agreements, and let me take this opportunity to thank our CS, Cabinet Secretary, Wycliffe Ambassa Oparanya, who really did the formal invitation for the delegation to be here, together with the advisor of the President, Ali Mohammed. As you heard, this is what the President is talking about industrialization, manufacturing, and how we are going to empower our women and the youths and the people living with disabilities. So we are so grateful because our youths are going to get jobs because of this, and I'm so happy about how we can bring farmyard wines into the Kenyan market and import into Australia the Zovita banana wine. However, we got here on Sunday, yes, and we've realised very quickly that we may have an opportunity to improve a lot of other things. We do recycling very well in Australia. We do water management very well. We do wine. We love coffee. Australians love coffee and tea. But Kenya doesn't sell much coffee to Australia, so we have to go back and convince the coffee people that you start buying it here. So there are a lot of opportunities. It won't happen in 5 minutes. From little things, great things grow. Like the oak tree starts with a little acorn. So this here, and all the governors and ministers we've met, that is the acorn. So hopefully we will go back to Australia and we will do what we can to start that. Recycling, for instance. If we can introduce recycling, it means jobs, it means a new industry. If we can sell banana wine, it means you have to grow more bananas, which means you grow more trees. So there's more. Naam, tukiingia viwanjani kwa ile ambayo the top scorer alituandalia akiwa katika uga wa Gusii ni kwamba mechi ya ligi ya NCL katika Guja Stars na Kisumu All Stars ilichezwa mchana wa leo katika uga wa Gusii, ambapo Vincent Nyabuto alifungia mabao mawili timu ya nyumbani na kuipa ushindi wa 3 klabu hiyo, matokeo ambayo yamemridhisha kocha Sami Okot. It is nice winning, especially playing at home and taking charge and winning to a team which has been there all along. Team kama All Stars is a team yenye imekuwa kwa ligi for long. So ni plus kwa vijana, and they are gaining confidence every day. Tutacheza and again confidence. Ni unfortunate kuna game, another game tena bado tuko nayo home. So na believe kama pia tutapick the same, itakuwa ni nzuri, wataanza kutafuta position. So vile tunataka before first leg ishi at least tukue tumeingia kwa bracket, tumetoka kwa tuko safe, alafu tunaanza kufightia position. Kwanza lazima ufight kwanza uingie kwa top 10. Ukishatoka top 10 then unaangalia 5, ukiingia kwa top 5 before first leg ishi, then uko na nafasi ya kutafuta kama unaweza kuwa promoted. It is a plus to him and to the team. Vincent Nyabuto scoring
He's a player who has once been in a top league, and he wants to prove something. The way he's playing, he wants to prove something. Scoring every now and then, it is a plus to him. And in fact, it is nice seeing him doing that. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, na basi kufikia hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Ndizi saa 1. Uwe na usiku mwema wakati ambapo tunaendelea kungoja matokeo ya chaguzi ndogo yaliyotekelezwa katika maeneo mbalimbali. Langu jina Ronalfa na mwelekezo wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex. Usiku mwanana.